Nisikia agent wa hatuchezi ndo mimi. Na wewe una asilimia zote kwamba Yanga hatuchezi. Hatuchezi. Bali unasema mchezi. Watanzania wagumu kuelewa. Sijui huwa mnaelewa vipi yani. Tulichosema ni kwamba hatuchezi. Hatuchezi kwa sababu kanuni hazijafuatwa. Sasa shida nini? Lakini engineer LCP amesema jana kwamba atatoa ufafanuzi wa hichi kilichotokea. Kwamba tusubiri kwamba yeye ndo akisema kwamba mechi wanayanga tucheze, nyinyi mtaichukuliaje kama mashabiki ambao tayari mshajiandaa na kusema bwana mchezi? Lakini rais wa Yanga na rais wa vilabu barani Afrika akisema wananchi hii mechi tuicheze, nyinyi kama ambao mshajiandaa kwamba mchezi, itakuwa vipi kwa upande wenu? Mpaka tuombe. Yaani kiongozi yeyote atakayekubali mechi kuchezwa, huyo kiongozi mpaka afanye mazungumzo na wanachama, kama sio wanachama na uongozi wa matawi yote Tanzania, ndio mechi kapigwe. Lakini tofauti na hapo, huyo atakuwa hajitaki. Ataondolewa kwenye majukumu. Kama nakumbuka kuna Gulamali alitandikwa fimbo Jangwani. Kwa hiyo kiongozi atakayekubali masuala ya mechi kuchezwa, huyo atakuwa ameithibitisha kauli ya Karia kwamba kwani viongozi wao wako smart. Sisi tunachokihitaji ni kanuni na sheria ifuatwe. Alafu hatuna imani na TFF, hatuna imani na bodi ya ligi. Si ndio? Hivi ili uwe kiongozi wa bodi ya ligi, ili uwe mwenyekiti wa bodi ya ligi, ni lazima uwe wewe ni mwenyekiti wa timu fulani. Unasema? Si lazima. Nakwambia nani? Ni lazima uwe mwenyekiti wa timu fulani. Ndio maana Mkuto anapewa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, alikuwa ni mwenyekiti wa Coastal Union, si ndio? Ndio. Yaani baada ya kutemwa kule Coastal Union, wamekuja wamepeana tu vyeo yeye na Karia. Ndio. Lakini kiukweli ni kwamba sisi bado kauli yetu hatuchezi. Kwa hiyo tutegemee kumuona engineer Els rais wa Yanga naye akitandikwa viboko kama Gulamali Jangwani. Hawezi kukubali. Hivi unamuona kwamba engineer yeye akili yake ni mbovu kama baadhi ya viongozi? Kiongozi anasimama anasema nipeni kula zenu nitawafunga Yanga. Wewe unamuona engineer na hizo akili? Yuko tofauti. Yuko smart sana yule kaka. Okay, sasa tuzungumzie mwacheni tu kama alivyo. Okay, tuzungumzie mchezo wa leo Simba na Mashujaa. Umuona kilichotokea siku ya leo. Hii kwa upande wako wewe unaweza kuizungumziaje? Mimi nimemuona refa na Mashujaa. Refari dhidi ya Mashujaa. Sababu huwezi kuniambia kwamba kulikuwa na mechi. Simba hajacheza leo kwa upande wako. Hajacheza, amecheza refa na Mashujaa. Ndio niliona, nimeona dakika 15 kaongeza refa, ongeza nyingine tena. Yaani dakika kama 20 alizoziongeza, si ndio? Ndio. Nimeona penalti 2, si ndio? Nimeona kadi nyekundu ambayo haikustahili, si ndio? Kwa hiyo nimeona refari na Mashujaa. Okay. Natarajia kuona bodi ya ligi kama kweli wako smart na kile wanachokifanya kwamba wanasimamia mpira wa Tanzania. Natarajia kuona maamuzi yanafanyika. Okay, imekuwa ikisemekana kuwa Yanga mnacheza mechi za Simba. Hili na ukweli gani? Yaani tunazichezaje? Sijaelewa. Kwamba Simba akicheza nyie ndio mnaahidi hela kama leo ameahidiwa milioni 100 kwamba akishinda, na mechi zingine nyingi ambazo Simba akicheza inasemekana nyie ndio mnaweka fedha kwamba wawafunge Simba au wazuie Simba na waweze kuwapa hela, kwamba kwa sababu wengine wanadhaminiwa na GSM. Kwa upande huu unaweza ukalizungumzia? Kwa hiyo Yanga ndo katoa hela kuwapatia Mashujaa. Inasemekana. Umeletewa vithibitisho? Inasemekana. Unatakiwa uwe unahoji na unauliza naomba uthibitisho. Sio unakuja tu unasema inasemekana. Si ndio? Wao tukisema kwamba wao waliwapatia Fountain Gate hela ili wamzuie Yanga, au wao inasemekana walimpatia Tabora mzuie Yanga, au wamempatia Azam. Kwa hiyo inatakiwa sio timu zenu, sio? Inatakiwa uombe vithibitisho kwamba Yanga wanatoa hela wamewaahidi Mashujaa, waambie tunaomba vithibitisho. Ni wengi wanasema kwa sababu timu nyingi ambazo zinakuwa zinaweka ugumu, hasa zile timu ambazo zimezaminiwa na GSM, kuwa GSM ndo anakuwa nyuma ya mgongo wa ile kitu ambacho kinatokea kabla ya mchezo. Waulize na wao siku wanabomolewa 5 walipewa hela na GSM. Wamebomolewa mara 4 mfululizo, si ndio? Walipewa hela na GSM. Okay, sasa kinachoendelea kwamba Simba wao wanaizungumzia sana GSM kwamba Yanga anadhamini timu nyingi, yani GSM anadhamini timu nyingi sana ambao na Yanga ikiwemo, lakini yeye ni mwanachama pia wa Yanga. Lakini pia hao mashabiki wa Yanga nao wanailalamikia Simba kwa marefari.
Kwa upande wako wewe imekaaje kwamba kuna GSM na kuna marefa huko? Kwa marefa inaonekana. Kwani wewe uone? Wewe leo hujaona? Mimi nimeona Simba amepata penalty. Swali. Wewe hujaona kilichofanyika? Nimeona kilichofanyika, Simba amepata penalty 2, red card ni halali. Amepata. Ni halali. Kwa upande wa referee, sema wewe kama mdau ambaye ukienda kwenye vijiwe unaanza kuongea ni halali? Kwa upande wangu mimi kilichoonekana kwamba yule kipa aliurudisha mpira ndani na tayari alikuwa na kadi ya njano. Kwa hiyo referee alichokifanya akampa njano nyingine. Kwa mahesabu ya kadi ya njano tayari ana kadi njano 2. Kwa hiyo ikawa ni red card. Kwa hiyo ni halali. Yaani unapitisha kwamba ni halali, si ndio? Ni halali. Emirates anaidhamini Arsenal na Madrid, si ndio? Ndio. Juzi Madrid kabomolewa na Arsenal, si ndio? Ndio. Naye aliuza. Hayauza. Anayedhamini matangazo ya ligi Tanzania ni nani? Azam. Ana timu kwenye ligi? Hana uwezo wa kuwapatia hivyo vilabu vidogo vidogo ili Azam aweze kufanya vizuri? SportPesa hajawahi kuidhamini Simba na Yanga? Wamedhamini zote mbili. Umewahi kusikia haya maneno? Pamoja na Namungo. Umewahi kusikia haya maneno? Sijawahi kusikia. Sasa hii imekaa vipi mpaka kunakuwa na maneno mengi sana yanazungumzwa hivi? GSM ni mfanyabiashara. Yeah. Hata Mo hajazuiliwa kuweka matangazo kwenye jezi za timu, si ndio? Hivi tuseme kwamba leo hii GSM akijitoa, unaona imekaa vipi kama GSM anavyo visaidia hivi vilabu ili viweze kuleta wachezaji watakaweza kukompiti kwenye ligi kuliko pale atakapotoa ili kila timu iwe inajipigia wanashuka daraja? Ipi iliyokaa poa? Iliyokaa poa ni ile anatoa alafu timu zinafanya vizuri pia. Sasa wewe mtu akikwambia kwamba vilabu vyote vilivyofungwa na Yanga ni vya GSM, waulize wewe unadhaminiwa na GSM? Kwa sababu wanaoongea ni Simba na wao wamekobolewa mara 4 mfululizo. Okay, na ndio maana mimi ningependa kwamba wewe ufafanue kwamba yani mashabiki wa Simba wao wanalalamika kwamba GSM yupo katika timu nyingi anadhamini, lakini pia washabiki wa Yanga pia wanalalamika kwamba Simba na marefali. Ndio maana nikataka kwa upande wako wewe uweke sawa. Kwa upande wenu nyinyi washabiki wa Yanga mnalalamika sana kuhusiana na refa, lakini kwa washabiki pia wa Simba wanalalamika kuhusiana na GSM. Sisi tunataka wewe uweke sawa kama ni mdau na mshabiki wa Yanga. Kwa marefa inaonekana kila mtu anaona. Kwa GSM tunataka siku moja watuletee ushahidi kwamba GSM ananunua mechi. Siku hiyo ndo tutajua sisi tunadili vipi na GSM wetu, si ndio? Tunachokihitaji tuletewe ushahidi kwamba GSM ananunua mechi, kwamba GSM amewapatia Mashujaa pesa ili waweze kumzuia Simba, si ndio? Tuletewe tu ushahidi ili tuweze kujua tunadhibiti vipi ili ligi iende sawa. Sasa kwa marefali kila mtu anaona, si ndio? Kwa marefali wewe umeona, watoto wameona, kila mtu dunia nzima imeona kwamba dakika 15 zisizo za mchongo, kadi nyekundu za mchongo. Kule anacheza na Fountain Gate, goalkeeper alipewa kadi nyekundu ya mchongo, si ndio? Timu ndogo zinapata magoli yao yanakataliwa, si ndio? Sasa ndio maana mimi nikakutoleeni mfano kwamba Yanga anampiga Mashujaa goli 5. Mashujaa alistahili kupata penalti, si ndio? Haya, nitajie moment nyingine ambayo Mashujaa alifanya ilitakiwa kwenda kuzaa goli afu refa akakataa. Hakuna. 5-1, si ndio? Ndio. Yanga anacheza na Prison, Baka anafunga goli la mkono. Yalikuwa magoli 4, si ndio? Ndio. Toa goli 1. Zinabaki. Kuna moment ambayo Prison alionyesha kwenda kupata goli refa akakataa. Hapana. Twende kwenye game ya Dodoma na Yanga. Prince Dube alipewa penalti ambayo ikustahili, si ndio? Yanga alishinda 4 bila, si ndio? Kuna moment ambayo Dodoma alionyesha, hajaionyesha 3 bila tufanye. Sasa unalaumuje kwamba marefa wanabeba Yanga? Na hii utaizungumzia vipi kwa sababu jeshi la magereza Tanzania Prison na jela tunawazungumzia, lakini pia jeshi la wananchi Mashujaa pia wote wamepata red card makipa wao. Tanzania Prison kipa wao alipata red card. Leo tunaona tena kwa Mashujaa kipa wao amepata red card. Tanzania Prison dhidi ya nani? Ya Simba. So Fountain Gate. Okay, Fountain Gate. Ndio maana nakwambia ni mechi za maelekezo. Kwa sababu kama kweli red card inatolewa kwa golikipa kwa kupoteza muda, basi Waarabu wasingekuwa wanamaliza mechi wakiwa wametimia, si ndio? Kwani hatuonagi hapa? Tunaona. Sasa kwa nini unaanza kusema kwamba Yanga tunalaumu marefa? Kwani si vitu vinavyoonekana?
Sisi na GSM wetu tuleteeni uthibitisho kwamba GSM ananunua mechi. GSM tumemkuta anatoa furushi la hela anawapatia Fountain Gate. Ili tujue tunadili naye vipi, kwamba wewe ndio unaituharibia mpira, unless mtaendelea kupiga kelele. Walikuwa wanatumia kauli kwamba wachezaji wa Yanga wanachoma sindano, si ndio? Ndio. Tuliomba vithibitisho, si ndio? Azam hawakukataa kuonesha kamera zao. Thibitisho kuoneshwa. Si ndio nakuuliza pale Azam Chamanzi. Yeah. Kilichotuondoa ni nini? Si kwa sababu Azam walishindwa kuweka marudio ya kamera zao. Yeah. Sasa unawezaje kulaumu sasa? Hebu toa vithibitisho ili watu waanze kusema Yanga anatuharibia mpira. Yeah. So unaposema wachezaji wa Yanga kwamba wanachoma sindano, Shabalala amecheza miaka mingapi Simba na hajawahi kupata injury? Ana miaka kama 10 sasa. Yeye naye anachoma sindano? Anachoma sindano. Sasa kwa nini wachezaji wa Yanga, na maana Yanga hastahili kupata matokeo mazuri au wachezaji wao hawatakiwi kuwa na mwendelezo mzuri? Na kuuliza swali. Maneno ya mashabiki hao. Sasa ndo kawaulize kwamba inapotakiwa kwenye mpira unatakiwa ufanye usajili, ulete wachezaji. Jamani, mwacheni injinia halali. Ndio. Yule analala anawaza kwamba nikamlete mchezaji gani. Yule anapanda ndege anamfuata mchezaji, anafuata kila mechi anayocheza. Aziz Ki anacheza kimataifa. Injinia alikuwa anamfuatilia kila mechi anayocheza. Si ndio? Ndio. Sasa mnataka afanyeje yani? Mnataka wafanyeje yani? Okay, kwa kumalizia sasa, kwa namna mechi ya leo ilivyochezwa, dakika zinapoongezwa kama Simba ikiwa hajapata matokeo, unaona itakuwa ina ugumu sana kwa upande wenu nyinyi kuchukua ubingwa? So sisi kwetu haina ugumu. Si ndio? Kwa upande wetu sisi tunakiri haina ugumu. Ila ina ugumu kwa vilabu vya chini. Kama hivi vinavyoenda kushuka daraja, ndio lese inataka iondoke na alama moja ili jinusuru. Ndio matokeo kama haya yanayotokea. Kwa ligi bora. Kwa unawaambia nini sasa bodi ya ligi na TFF kwa vitu ambavyo vinaendelea kama hivi? Waache kutoa maelekezo kwa marefa. Waache kutoa maelekezo kwa marefa. Ila tunacheza tucheze. Hatuchezi. Karibu.